Je, unajua kuna mpishi ambaye mikono yake ni mikubwa kama mwanajeshi wa vita? Mpishi ambaye amekuwa akipika chakula cha marais watatu wa Marekani. Lakini pia alikuwa askari mwenye uwezo wa kufanya mazoezi ya kupiga push-up zaidi ya 2000 kila siku, kutoka kwenye vita vya jeshi hadi jiko la White House. Hii ni hadithi ya ajabu ya mtu aliyeshangaza dunia. Leo katika rikapu yangu tunamfahamu Andre Rush, mpishi mwenye nguvu kuliko wote kuwahi kutokea kufanya kazi White House. Na mimi hapa ni storyteller wako Sabu Ninja. Watu wengi wanapofikiria mpishi wa rais wa Marekani wanafikiria ni mtu mtulivu anayepika chakula jikoni. Lakini kwa Andre Rush, maisha yake ni tofauti kabisa. Andre Rush alizaliwa mwaka 1974 nchini Marekani. Tangu akiwa mdogo alikuwa na nidhamu kubwa na hamu ya kujimarisha kimwili. Baada ya kumaliza masomo yake, aliamua kujiunga na jeshi la Marekani ili kutumikia nchi yake. Ndani ya jeshi, Rush alifanya kazi kwa zaidi ya miaka 20, akishiriki katika operesheni mbalimbali za kijeshi. Maisha ya jeshi si rahisi. Ni maisha ya nidhamu, mazoezi makali na wakati mwingine hatari kubwa. Lakini pamoja na kuwa mwanajeshi, Andre Rush alikuwa na kipaji kingine ambacho watu wengi hawakukijua. Alikuwa mpishi mzuri sana wa mahanjumati ya kunukia, ya kuvutia, yenye kutamanisha unapohitaji kula. Kwa sababu ya kipaji chake hicho, Rush alipata nafasi ya kufanya kazi katika jiko la White House, mahali ambapo chakula cha rais wa Marekani huandaliwa. Akiwa huko, alifanya kazi kama mpishi kwa marais kadhaa wa Marekani, akiwemo Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump. Lakini kitu kilichomfanya Andre Rush kuwa maarufu duniani si tu kazi yake ya kupika, ni mwili wake wenye misuli mikubwa sana, hasa mikono yake. Picha zake zilipoanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi walishangaa sana. Watu waliuliza, inakuwaje mwanajeshi kuwa na mikono mikubwa kiasi hiki? Baadaye ikajulikana kwamba Andre Rush ana utaratibu wa kufanya mazoezi makali kila siku. Inasemekana kuwa anafanya push-up kati ya 2000 hadi 2500 kila siku. Mazoezi hayo ndiyo yalimfanya kuwa na mwili wenye nguvu sana na misuli mikubwa ambayo imewashangaza wengi duniani. Lakini nyuma ya nguvu hiyo pia kuna hadithi nzito. Baada ya miaka mingi jeshini, Rush alipitia changamoto ya msongo wa mawazo baada ya vita, hali inayowapata wanajeshi wengi wanaotoka vitani. Rush alipoteza marafiki wengi katika vita, jambo ambalo lilimwathiri sana kisaikolojia. Badala ya kukata tamaa, aliamua kutumia maisha yake kusaidia watu wengine. Alianza kuhamasisha wanajeshi waliostaafu na vijana kuzingatia mazoezi, afya na nidhamu ya maisha. Leo hii Andre Rush si tu mpishi wa zamani wa White House, ni pia mzungumzaji wa motisha, mwandishi wa vitabu na mkufunzi wa mazoezi anayewahamasisha watu wengi duniani. Kutoka kuwa mwanajeshi wa vita hadi kuwa mpishi wa marais, hadithi yake inaonyesha kwamba mtu anaweza kuwa na vipaji vingi zaidi ya watu wanavyodhani. Na hadi leo jina lake linaendelea kukumbukwa kama mpishi mwenye nguvu zaidi kuwahi kufanya kazi White House. Kumbuka na kukumbusha na kuelewesha, kutoka kuwa mwanajeshi wa vita hadi kuwa mpishi wa marais wa Marekani, hadithi Andre Rush inaonyesha kwamba nidhamu na juhudi vinaweza kumbadilisha mtu kuwa kitu kikubwa sana. Kama umeipenda rikapu hii ya ajabu, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye akaunti yetu ya Sabora TV
ili uwe wa kwanza kuona recap nyingine nyingi za kuvutia kama hii. Asante kwa kutazama, tukutane tena wakati mwingine. Si mimi, si wewe, bali ni wao. Kwa pamoja tunajifunza, na mimi hapa ni storyteller wako Sabu Ninja.